My name's I'm a retired warrant officer too, Morris Juma Wafula. I'm a father of 4 children, a girl and 3 boys. My firstborn girl is a police officer. My second-born son, he graduated as a teacher. He did his master's in China. He's back. He's not yet employed. My third-born works with the Ngoma county government, and my last-born is in the Air Force in aviation now, trying to be a pilot. My wife is a teacher. That's why he's not here in the class. I joined the military in 1985, December 16. After my military basic training, I was posted in Mombasa, a unit called 77 Artillery Battalion, where I worked for 4 years as a gunner in class 2. I changed my trade as a pay clerk. I was posted in Nakuru, 1995. So now we promoted the rank of corporal. I worked in Manet. I rose to the rank of sergeant. I went to a mission in Sierra Leone. We were Kenbert 12. We were the last group in Sierra Leone. After that, we moved to Burundi, then back home after 1 year mission in 2 countries consecutively. After coming back, and here now that was 2005, I was posted to DOD as a binder clerk, whereby I worked in the IPPD payroll, which was called SAD, dealing with the pay slips of the servicemen and women. I was promoted to senior sergeant. Then later on, I was promoted to a warrant officer, where I was posted and I worked as an auditor. Finally, I was posted to KMA, Kenya Military Academy, in the year 2020. Upon my retirement, I worked as a chief pay, in charge of the pay office, assisting the paymaster and to balance the books of account, to know the units, the state of the account, how it is. In the year 2021, January, I retired after serving 35 years and 48 years in the Kenyan Armed Forces. When I reported back home now, I started life of civilian. It was tricky to cope up with the civilian after me staying outside for 35 years, and I joined when I was 22 years. So after working 35, that is almost 57, 58 years, to start life with the civilian, it was somehow good, somehow difficult, challenging. But I can remember an incident, the year 2022. My closest neighbor, Jenifafanue Vizuri, the closest neighbor, where I'm staying in my home state, because here I just bought this land. Baada ya kufanya jeshi, nikanunua hapa, nikatoka sehemu za nyumbani.
So hapa jirani wangu alichukua mbuzi yangu, nimeifunga katika mpaka yake na yangu secretly, enda kaichinja, kaitumia. Mimi wakati naenda kutafuta mali nimefunga nikaikosa, nikaitafuta pole pole, kawa na suspicious kwamba huyu jirani si mzuri na lazima ni yeye. Wakati nilienda kwake naona some wild dogs zinaandamana kwa boma, nikajua hapa lazima iko kitoweo. Ndio nikapiga report kwa polisi, kuja tukafanya search, tukakuta nyama za mbuzi yangu amechinja na ameificha kwa pit latrine, amehangisha huko ndani. Kaitoa polisi, tukamkamata, akafungwa miaka 3. So akarudi. So sasa hata tukikutana, yeye akiniona 20 meters anaenda nje nyingine, mimi napita. Hiyo ndio maisha niliona mmoja tu. Otherwise nyumbani vile niliretire, niliembark on farming. Kawa nalima cash crop na food crop. The cash crop ambayo nimelima kahawa ambayo nilipanda 2022, miche 1000 acre. Kuja nikapanda ndizi almost 50 stems. Kuja nikapanda blue gum miti almost 500. From there huwa nalima mahindi, maharagwe. Na retirement yangu wakati nilikuja ninunua tractor Masai Faxon, na sawana iko kwa boma, huwa na jembe, huwa na chile ya kupiga mitaro, huwa na ya kufunika na trailer. So mimi ni mkulima. Chakula niko nayo. Naweza kosa pesa lakini chakula siwezi kosa. Hiyo ndio tunang'ang'ana nayo. Na apart from kulima, wakati season ya kulima imepunguka, my duties in the morning huwa naamka saa 11. Nikielekea to the nearby sender yangu ambayo nimeweka hapo biashara yangu ya mafuta, diesel and petrol. Sasa ndio ni interact na vijana bodaboda na anybody akipita pale ndio niwajulia hali. Sijaandika mtu mwenyewe ndio nafanya. Kama pump attendant, kwa hiyo pump yangu kama ziko it's just family. Sijaajiri mtu. So mimi nimeshukuru kukuja. Kama tunaweza kutembea muende mkaone kahawa, ama tuanzie hapa muone ndizi, tuone hapa chini muone kahawa, it will be better. My message to the incoming retirees, ama wafanyikazi wote wa serikali wa payslip, if today I can tell them namna ya kujipanga so that they cannot regret wakati wanastaafu. Iko challenges mingi sana wakati ya staafu. Wakati nimefika nyumbani year 2022, tulipitisha Veteran Act. Our country walienda parliament wakapitisha Veteran Act ya kuguide military officers and men wakiretire watakaa namna gani. Tunashukuru hiyo act is now in place and we are seeing the welfare vile inatusaidia nyumbani. Tumejiunga na welfare, retirees welfare. Niko katika welfare 2 ya general welfare all retirees veterans, then niko kwa retire ya warrant officers ya Bungoma chapter, then ya national ambao chairman ya national naitwa O1 Matani wa Kenya Navy ambayo anatoka Baringo County. Kwa Bungoma County anaitwa O1 Morris Chebus Matasera from Kenya Air Force, and in Bungoma I'm the auditor of the Ritoa Bungoma chapter. Hii welfare tukitembeana tunapeana motisha. People cannot be idle. Na encourageana watu wafanye chenye wanafanya, and it is picking up so that we interact with the community. Kama hapo samani askari wa jeshi akiretire
anasaulika kama atapatikana mahali anaambiwa kuna kitu hapa, enda chunga. And that was not our mission. Our mission ilikuwa ni kuchunga nchi yetu internally and externally. As a retiree does not mean that mambo ya security tumeacha, because tunalipwa pension and we are still in the government. So I want to tell my colleagues when you retire kwamba anything pertain security, you must see to it and then give the information, the correct information to the reliable command and control ifikie wakubwa wenye wako na tukae kwa usalama, so that we can also enjoy our retirement. My advice to the retirees, wale wenye wanakuja nyumbani, wenye wako kwa kazi, that mshahara mnapata, ingia kwa sako. Kama sisi wakati yetu tulikuwa na Harambee Sacco. Saizi wenye wako kwa jeshi tuliwacha tukafungua kitu inaitwa DSACCO, Defense Forces Sacco. All the military personnel, I hope utaingia kwa sako, na hiyo pesa ya sako ukiretire ndio utaanza nayo life. Mimi ni save. At the time I retired I had 1.5. Hiyo kando na benefit, bila benefit ujue utalipwa pesa ngapi, you don't know. Mtu asikudanganye kwamba mtu akiretire yako na milioni 5 6, hiyo ni story. Wewe ulienda kufanya kazi huko, unajua mshahara wako ni gani, but ile delete umepewa, make good saving. I saved my 1.5, nilianzia maisha nyumbani, and then the time nilipata my pension nikakuja na tractor brand new. Usikuje nyumbani ukanunue kitu second hand. Second hand, the civilians are very clever than you people who are in military. Utapika rangi mzuri, ngurume mzuri uone kama ni mpya. Enda kwa showroom, toka na kitu yako mpya wewe mwenyewe uenda nayo. Tractor yangu tangu nilinunua 2022 haijawahi kuwa na mechanical problem, na ndio nanifanyia kazi. After kazi yangu ninasaidia majirani. Hiyo ndio namna tunaingiana na civilian life. Otherwise mimi nashukuru nilikuja nikachaguliwa Bungoma County kama chairman wa Defense Forces Comrade Welfare Association DFOCA. The challenges tuko nayo kwamba tuna plot iko, lakini Bungoma County government itusaidie tupate plot yetu ambayo iko watu wameichukua, mnaijua, watupe na tukae kama watu ya Machakos. Machakos are ahead of us, Kisumu are ahead of us, and we also want to reach where they are. So I will also call upon our senior officers who have retired in Bungoma County, out for Brigadier Ufula, wafande wewe na wengine, usituachie sisi warrant officers peke yake. Come and be our patron so that tuendeshe county yetu kwa sawa. FOCA Welfare Sacco started back when we are still in service in the late 80s, 89 or 90s, whereby it was a voluntary, it was a scheme that was started by our retired General Tonje, who came up with this scheme. The FOCA was a voluntary. If a member of the Defense Forces wishes to enter into that FOCA, mkate pesa, so that when he retires, he will see the benefit of it. Some of us accepted, some of us did not accept. Kwa saizi, the FOCA ni auto. All members wenye wako kwa jeshi sahi ni auto. But wakati wetu ilikuwa ni choice ni yako. The benefit wakati umekuja nyumbani ndio tumerealize the benefit of the FOCA. The FOCA iko na benefits wakati ya welfare, wakati unapoteza your family member. Kama ni watoto below 21 years, they will assist you the burial arrangement.
yourself as a principal, also assist you, your spouse will assist you. Na hata saizi tangu niingie kwa hii kiti ya chairman March 19th, so I was elected. From March up to now, families wenye wamebenefit ya Defoka ni kama 6 hivi, kiongozwa na Captain Mutoro wa Kapchai wote alikufa. Family tuliwapa 40,000. Senior Sergeant Wekesa from Bumula was also given 40,000, and others. If I can go to the record, hiyo ndio huwa tunapeana. Hata kama umeretire, so long as report ifike kwa chairman, niko na forms, tunajasia family kama ni principal ameenda, benefit itaenda kwa spouse. Kama spouse ameenda, hizo pesa zitaenda kwa the husband. So hiyo ndio huwa tunashirika nayo. Na ingine inatakana tuwe tu every county iko na plot. Na hii plot Defoka inatakana kusaidia fence na kujenga kitu kama restaurant, so that all the retirees wakati wanatembea kwa headquarter yao ya county wanajua mahali wanaenda kukaa, wakule, wa relax, hata walale na wakutane pale kama comrades chatiana for their sunset time. Ngoma all the retirees wenye wako kulingana na nominal role yangu niko na 250 wenye niko nao. They come from time to time wakiretire wanaingia ndani. So this one is meant wakati umeretire ndio utaona mambo yake. Nayo ukiwa kwa service, hata ukipoteza a spouse or a children, it does not cover the parents. It is you and your family. Hata ukiwa kwa service na wewe ni member wa Defoka, iko pesa unapewa. Ukiwa kwa service utapewa 50,000. Ukiwa umeretire utapewa 40,000 kusaidia kwa yale mashishi. So that saa hizi tunataka tukifungua ofisi kama Bungoma na tujenge, we also want to assist our county. The Defoka members, they are still very strong. And the most important thing ambayo inatakana tusaidie ni security. Security, hawa kwa mfano askari wa county, hawa wanakaa tu na uniform tu, but basically wana knowledge ya security. So it is our duty, wakati tutakamata na tufanye kazi na county, sisi ndio tutakuwa tunaonyesha security inakaa namna gani during daytime ama night time. Kwa na VIP and then even plain officers, wale vijana wetu wale watakinda officers wa county. Hiyo ndio plan ambayo tuko nayo. Jeshi ni jina na ni kazi kama kazi zingine, na tuko na kitu inaitwa Pillar 5 kwa jeshi ambayo inaitwa resettlement. Kitu ya kwanza unahimizwa kushika family kwanza. You must know your family first. If it is kazi na family, watakuambia family kwanza ndio kazi baadaye. Si kazi na family baadaye, hapana. So sisi to manage kazi na family ni utaratibu iko. Tuko na kitu inaitwa off. Tuko na kitu inaitwa leave. So katika ukifanya kazi kwa mwezi, ukiwa umejisikia unataka kukimbia nyumbani, unapewa off ya 7 days. Go and see your family. Kwa mwaka unapewa 32 days kama leave, annual leave. Unakuja unakaa na familia yako. So sioni mahali ambayo utakaa bila kuona familia. Na mtu yote askari ama kwa jeshi au ofisa au nani ambayo anakataa kwa kazi akuje nyumbani akisema iko kazi mingi, anakuwa absent nyumbani, akiretire maisha yake nyumbani ni minimum, hata wezana nayo. So I only encourage watu waende wapewe off, napewa off na napewa leave. So ninakumbuka nikiwa kwa jeshi, nikiwa kama sergeant major, nilikuwa najaribu kumonitor askari. Kama haendi off
kwa miezi 3. Unatakana unamuita, wewe hauna nyumbani. Tazama kwa kambi kama kuna kaburi yoyote. Hakuna kaburi yoyote, which means sisi yote tutarudi nyumbani. So therefore home pass, kwa kitabu ya pass unajasiwa unaenda. Na kama wewe utaenda kando uende nyumbani, itakuwa ni juu yako, na wakati utaretire utakutana naye. So relationship ya kazi na family jeshi iko catered for. Katika jeshi unafunzwa kitu inaitwa resettlement. Ukiingia utaambiwa weka pesa kwa sako. Ukiwa askari mpya hauruhusiwi kuchukua loan in your first year of employment. Unatakana ukae 3 good years ndio hasa uchukue loan. Na wakati unachukua loan, hiyo form iko mahali inakuuliza swali, the purpose of the loan you are taking. Unasema I want to buy the land, I want to buy the plot, nataka kwenda kujenga nyumba. So ninaimiza wakati umejaza the reason. Hakuna mahali mtu anaandika kwamba anataka kwenda kununua music system, unataka kwenda kununua gari. Hiyo baada mtu amekamata pesa ndiye anachanganyikiwa, anaenda kwa maisha mengine ya raha. But when you stick how you have filled that form, na mkubwa amerecommend kwa hiyo pesa, kuja nyumbani nunua shamba. Akirudi kwa kambi, mkubwa wake anamuuliza pesa yako ya loan umefanyia nini? Ana acknowledge afande, nimenunua shamba ama nimejenga nyumba ama nimeoa. Wakati umeoa, then unakuwa welcomed kwa jeshi. File yako inaandikwa married. Now you are married, you are not single. So that wakati hata unaenda leave, your leave allowance is different from a single soldier and a married soldier. Wewe married soldier uko na kibunda mzuri, because unalipwa mpaka na hiyo your spouse and your children. Wakati yetu tulikuwa tunalipwa na watoto, kizao tuko 10, kila mtoto hapo na leave allowance yake, not traveling allowance hata kama unaacha nyumbani. So ndaimiza wale askari wenye wako, don't overstay with your family in barracks. Hapo ndio iko challenge. Ule askari amekaa na family ama officer amekaa na family kwa kambi, mpaka retire mpate, you will not catch up with life at home. So hii ni kama vita. The CEO and the 2IC huwezi enda vita wote wawili. Unakuanga na CEO front na troop, na tuko na commanding officer rear. So wewe mwenye umeoa, bibi unamwacha kwa kambi ya nyumbani ambayo ni barracks yako. Wewe umeenda vita. Kikiumana kule, ukitaka kujirelio, unarudi, ndio naye anaenda huko, anakuja kuona kidogo na kurudi. Wewe acha boma kule. So mimi ndashukuru kwanza familia yangu kwamba walinisikia. Hata mimi niingia kwa jeshi 1985. I stayed for 4 years. I settled, nikaoa at the age of 27 years. And I married my wife at the age of 22. She was a UT and I was a soldier. From there, nikaenda naye Mombasa 1989. Nikamshughulikia akaenda Migori Teachers College. Our first posting was Mariakani Garrison Primary School. Akafunza kule kwa miaka 4. Wakati nilipata posting 1995, nilikuja Lanet, tukakubaliana ya kuja nyumbani from 1995 up to date. Kama ningekuwa naye kwa kambi, mimi singekuwa na boma. So hizi ningekuwa tunahangaika. So I urge my colleagues, wenye mko kwa kambi, family wako nyumbani, settle them a place so that you work, come and see them, give them something, na wanalinda, naenda mkikuja. So the time una retire, utakuta amekuwekea kitu na wewe utakaa mzuri kama retired utahangaika. That's a good question. My way forward to my colleagues of Defense Forces Comrade Welfare Association, and not only wale wenye wako Difoka. Bila hata nimevaa kofia na t-shirt ya Difoka za chairman. Hii ati ni nguo ya nini, ni uniform ya kuonyesha kwamba I'm an official. My message to my colleagues wenye wameretire, all wenye wameretire, wale wenye wako Difoka and they are veterans, na hata wenye sio veterans, because wakati unaitwa veterans
uwe umeserve kwa jeshi more than 12 years, you are pensionable and you retired honorably. Kama retire on disciplinary cases, ukaandikiwa green book yako ambayo niko nayo ndio hii. Hii green book ama red book, ukiandikiwa service no longer required, you are not a veteran. Lakini ukiandikiwa kama hii ile imeandikwa exemplary. So mimi nilitoka na certificate of discharge ya exemplary, as you can see. My colleagues wenye wako veterans, wenye wana qualify, very soon mnaenda kupewa vitambulisho similar kama ile kitambulisho ya kazi ya jeshi with your rank. Hii kitambulisho inakuwezesha kuingia kwa kazi ya jeshi bila kuswali, kuingia kwa AFCO bila swali. Lakini si wote mtapata. Mimi niko nayo na wengine mko nazo. So wale wenye mko, my message, ushikane pamoja in cluster, in sub-counties. Let us make our welfare. Nikiwa kama chairman wenu, ninaongoza 9 sub-counties. Nataka nikikuja Webuye West, nipate chairman wa veterans wa Webuye West, wa Webuye East, wa Tongoreni, wa Kimilili, wa Mount Elgon, wa Sirisia, wa Kapchai, wa Bumula, and name them. So that tukiwa na hizo welfare sitatusaidia. Ile tutakaa. Hatutakaa na maswali mengi na raia. Raia watatuona tuko busy na tutakuwa tunasaidiana nao. So that is my message, kwamba tusaidiane na tuwe busy. Let us not be idle. Avoid working with the people who cannot add value kwako. Kija nyumbani, usiitwe majina yote kwamba wewe utakuwa MCA, we are non-political. Wachana na siasa, tasama tu na wewe nyamaza, cheka. Tasama na mwenzako mwenye afanye nini. Kama sahibu Ngoma, sisi tunatoka district moja mzuri sana. Kila wakati tuko na mvua. Kama wanajeshi nimetembea Northeastern wapi, kuna kaunti nyingine hata nikiambiwa enda ishi huko nitatoroka. Nikuje Ngoma. Ngoma, if we can wake up na ujiplan, uweke kahawa yako, pande kahawa. Saizi kahawa kilo moja ni 90 shillings. Nikiteremsha Uganda, it's 300 shillings. So even the government of Kenya, muhakikishe kwamba kahawa bei imeenda sana, because mimi hapa for the security naona kahawa nyingi inaenda Uganda. Askari wanakimbizana na wakulima. Mkulima anatafuta mali bei iko mzuri. So the government improve the price of the coffee. So my colleagues, upande kahawa inaitwa Ruiru, ambayo inachukua only 12 months inakuwa tayari. 1 year una harvest. Panda ndizi. Ndizi utakula matoke, utakula mefu, utakuwa na food. And then ingia kwa kilimo. Ukichukua mbolea tukilima, tutakuwa na shida katika community nyumbani. Sana sana hapo nyuma raia walikuwa wanahofia askari wa jeshi, si polisi. Polisi ni raia, polisi anakaa na raia, so wanaelewana. Lakini mwanajeshi kwa vile anakaa barracks mbali na hao, wanajua yeye ni mtu wa defense the country. Raia waliamini kwamba askari ana vitu 3, kwamba askari ni mtu anapenda 3 W's. That is war, mtu wa vita. 3, mtu anapenda wine, pombe. 2, and 3 ni mtu anapenda wives, wanawake. Ndio tukaambiwa kwamba askari ni mtu wa 3 wives. Wine, war and women. That is the perception ya raia, si yetu. Sisi tunapenda vita kama tumekuwa attacked to our country, to defend. Hatupendi vita tunakuja tunapigana na raia mwenye tunachunga. Never. Hatupendi pombe. Pombe hata ukiwa kwa jeshi upatikane ni mlevi, unachukuliwa hatua. Na hata kwa messes sisi tunatakana kunywa chupa 2 after digestion, kukula na kulala.
Ikifika saa 3 hakuna message, zote zimefungwa. So ulevi itakuwa ni individual, si ya kazi. Kuna mahali umefunzwa hiyo. Ukuja ya W ya wanawake, binadamu wote waliumbwa. Wanatazama askari anapenda wanawake, hata mwalimu ana familia, mkulima ana familia, si askari peke yake. Pia inakuwa ni individual, ni damu ya individual. So uhusiano ya askari na raia, muwapende vizuri au askari wa jeshi. Wako na mwelekeo, na wakikuja nyumbani, they are all professionals. All professionals iko katika jeshi. Haswa mimi nimefunzwa mambo kama basa. Shule ikiwa inataka kufungua accounts ya shule, na balance vitabu ya shule, unaita auditors ya education. Maajabu sana, mimi nikikuja pale, I can balance those books, I can write a report, I can observe, niandike audit report. Kuna mwenzangu storekeeper, kuna mwenzangu electrician, kuna mwenzangu technician, kuna mwenzangu driver, kuna mwenzangu journalist, kama wenye wamenitembelea KBC. Katika jeshi tuko na journalist, tuko na wapelelezi, tuko na all sorts, hata madaktari na kila kitu, na wapishi, mpaka hata na wenye wa afya, wenye tutasema wenye wana clean, mpaka hata toilet tuko nao. Na hiyo ni kazi. Usione toilet mwenye kuambia mimi kazi yangu ni kuamka kuosha toilet, unaona ni kazi chafu, because wewe ndio unaenda pale. So ni kazi moja muhimu sana. So sisi tunafanya kazi zote. So raia, welcome, na tuendelee vizuri.